haipagawi mwanangu mimi. Kaza sura atakufanya kitu kibaya wewe. Badili wewe mwanangu siku moja atakuja kunijua mimi nani, mwanangu anichukulia poa sana. Ila tu siku moja nitakuja kuonesha show la muone, atajua kweli pamoja sasa. Na mbili Santego. Wema. Alidi barafu. Safi. Nakusikiliza. Mwenzangu nimekusimamisha hapa ila sio kwa ubaya. Lengo na madhumuni ya kukusimamisha hapa. Usule mpango wenu ambao mlikuwa mnaojadili pale jana. Usishangae. Usule mpango ambao mlikuwa mnaojadili pale mimi nimeusikia vizuri tu. Lengo la kukusimamisha hapa kikubwa zaidi ni kukupa ushauri kama mwana kijiji mwenzangu na kama kaka. Ule mpango ambao mlikuwa mnaojadili jana kiukweli sio mzuri. Kwa mimi nikupe tu ushauri kama dada yako na kama kaka. Ile sawa na kuomba tena nayo. Umemaliza? Sijamaliza. Sasa nikuambie kisha nikupe wewe. Yaani nisimamishe hapa, unaniongelea vitu ambavyo havileki hapa wewe. Sikia wewe. Yaani katika siku umeyakanyaga, wewe umeyakanyaga. Nakuambiaje? Ukisubutu kumwambia mtu yeyote na kukata miguu yako, naweko kichwa chako afu ndakufikia mwambani. Shamba wewe. Lakini mimi kaka yangu. Lakini nini wewe? Kwanza bisogee hapa. Mimi naitwa nani? Dogo Kifo. Dogo Kifo. Hiyo kifo na maana gani? Sasa nikwambie kitu sichokijua. Piga magoti. Magoti. Wewe niangalie mimi. Mimi na sura mbaya. Kufa sitaki. Unasubutu kunifuatia vitu vyangu? Dada yangu kwa leo nini nimekuheshimu sana wewe. Right hivyo. Sasa angejia watu hapa wewe. Wanifahamu sana mimi kijijini hapa wewe. Kwanza wewe. Luka kwa kuchula chula. Chula chula wewe. Wewe. Luka kuchula chula unachukua mimi mahali hapo. Wewe, sinatia uzuri mimi. Hebu rudi hapa. Iko nilichokufanyia kitu kidogo sana. Yaani nimekuheshimu. Yaani adhabu kukuheshimu. Kesho na kesho kutwa usipende kufuatilia maisha ya watu. Nitakuweka sehemu mbaya. Unanielewa? Nakuelewa. Unaweza kuondoka. Ondoka! Wewe. Joka jeusi ya kijijini mikoshini wewe. Takuja kataga miguu yako hiyo. Shamba wewe. Mipango yenu ambayo mnaongea dili zenu nimezisikia. Wewe nani? Najifanya tena masikio au sio? Takufuatilia wewe. Tadili na wewe. Chula wewe.
sikuelewi. Mbona kama hivyo unataka shikashi afu sikuelewi. Jomba. Kuelewa unajua unanichanganya unajua. Afu mimi umeniita mimi nimepigia wito afu nakukuta kwenye mazingira kama hapo na kuaje sasa. Mjomba, kama unakumbuka, hii sio siku yangu ya kwanza kukuita hapa. Nakumbuka. Na kama unakumbuka, unipe nirejesho wa kazi niliyokuwa. Hadi kufikia hatua ya leo, sijaona majibu yoyote kutoka kwako. Nilitegemea hadi kufikia hii siku ya leo nitapata majibu mazuri kutoka kwako. Kazi nimekupa tangu muda. Hadi kufikia hii siku ya leo nimekuita hapa. Nimeona ukimya umetawala sana. Na kama unakumbuka makubaliano yetu hayakuwa hivi. Unaweza kuniambia kwa nini kazi hii haifai? Nilivyokuagiza. Ndio naongea sana kwa hiyo yaani una vipengele kibao, afu mimi sikuelewi mjomba. Wewe umetoa kazi unakuwa na mawenge. Mimi kazi yako bado naendelea kuifanya ujue. Kija kutokea mazingira kaka sawa. Wewe mwenyewe tu utajua. Mimi sikuja kuelekeza mjomba kama mazingira yamefikia hivi mpaka hapa. Ni shida iko wapi? Shida ipo. Na palipo na shida nadhani unafahamu. Nikisema shida ipo, wewe mwenyewe unafahamu. Tangia nimekupa hii kazi, zimeisha siku, zimeisha wiki, miezi imekata. Sijaona nirejesho wote kutoka kwako. Kazi yako nilipokea kwa mikono miwili. Na nilikuwa na sababu za msingi kuipokea ile kazi. Sio kama nilibahatisha au vipi? Mimi katika mazo sizielewe naenda longi mjomba. Siku mazingira kikaa sawa mimi nitakupanga. Si unajua zile. Sikia nikwambie mjomba. Ni mazingira kama hayo mimi sipendi ujue. Yaani siku nyingine ukinigia mazingira afu unakuja kwa vitisho kama hivyo unajichoa michata ajabu minembo sijui nini mimi sikusomi mjomba. Wewe unatoa mazingira ili aje kunisaidia mimi na familia yetu baadaye. Alafu unajamba unanishtua mjomba, nashtua maadui vitani na kuaje sasa. Nilivyokafikiria sivyo ilivyokuwa. Nilifikiria ikiwa utaona mambo magumu utarudi kwangu. Utanikuta na kuniambia, "Mjomba, kazi imekuwa ngumu." Sasa kinachonishangaza haijawa hivyo. Na ndio maana inapelekea mimi nafikia hatua najiuliza na kuuliza. Majibu unayonipa sivyo nilivyokafikiria. Nilifikiria kuja huku kwa leo utakuja kunipa majibu yaliyenyooka ambayo ni mazuri. Kinachonishangaza unanijibu jeuri. Pia njomba, lazima nikujibu jeuri kwa sababu na matatizo ankoli. Sababu mazingira kama haya hapo tulishaongea kitambo. Afu mimi sasa hivi ndo nimeacha kazi inabidi nifanye. Tunalete pigo kama hizo njomba, mimi nitakumunya. Sema nini? Nitakuosha ankoli. Hivi huyu kijana nimwambie lugha gani ili aweze kunielewa? Kwa sababu nimeongea naye kwa ustaarabu ameshindwa kunielewa. Ila sasa itanilazimu ni bora nimpe muda. Labda ujana ndio unasumbua. Sijamuona tangia kumepambazuka mpaka nafikia saa hizi. Ndio umeona jana. Sijui kwa
Labda tumuulize Dama. Wewe Dama. Wewe Dama. Hebu mchoko kwanza. Dama, sikiliza kwanza kaka. Vipi mwenetu, mbona imaima kibao elfu ile sielewi nichoma kama vile za maskani kuna nini? Wasikia boncha. Naam. Wewe ni kama mimi mtu au sio? Vile vile mwanangu. Wewe msela mimi msela mwanangu. Maisha yako hakuna baya au vipi? Vipi unachekelala kati zetu ndio afato kimtu atuharibia. Kati zetu. Kipi yani mwanangu, hebu ana naitwa basi tunasimama. Sijui harakati zetu nani anafuatilia. Ni swali vipi akitokea mtu anaharibu harakati zetu vipi unachekelea au sio? Sasa mwanangu tunakuuliza mwanangu harakati gani, nani nakaribu nani, huyu mtu gani mwanangu, nipangilie basi mbona kama Mambo vipi? Poa. Poa mzima? Karibu. Tezee wapi? Sisi kwanza mimi sijamuona sana. Nimeona asubuhi. Sawa, unampataje? Au unasema unapatikana? Sina uhakika. Maana tokea kaka ametoka. Nasema hata sijamtafuta. Yaani hapa mtu anabidi naye leo hapa hii nimuone. Lakini vipi kwa wema? Kwa wema tu. Ndio maana sikadi hapa kwa mkubwa, sababu unajua hapa ndo kwa mkubwa. Kwa wema tu nipate. Sasa. Maana hata kumuona kwenye si atamuona. Sasa sikia chini. Labda ukamwangalie kule anakolala kwa rafiki yake Nedi.
Nah, basi hapo nimekuelewa. Sasa ni kubwa. Mimi naenda ngoja nikamwangalia kwanza kwa rafiki yake Nedi huko, nikamuona. Haina shida. Karibu tena. Haya. Karibu Kalanga mwanangu. Haya, asante. Haya, usijali mkubwa, nitakuja tena. Siku nyingine nataka kutana michongo ikawa mingi huko. Sawa, karibu tena. Haya. Mama, umeona tabia za mwanao sasa? Imekuwaje? Asa tokea asubuhi hajafika na ugali ulikuwa kwake, mimi na njaa sasa na mwa. Wewe kula. Na rafiki zake wanakuja wao. Na yeye muda wa kula anaujua. Kwa nini asifike muda wa kula? Amekuwa mtoto mdogo. Sasa sikiliza nikueleze. Karanga hizo za nini? Hizi karanga. Nina shida tu ya kuunga mboga. Yaani bora hata mboga ya leo tamu kuliko siku zote unapika unajatia karanga. Sasa nafanyaje maskini ya Mungu? Sina hata 100 kama nitanunua samaki. Bora tu nile majani. Sawa. Lakini karanga hizo zimezidi, siku nyingine upumzike. Mbona leo bamia na ugali mtamu tu? Basi sawa, itakuwa napumzika siku nyingine. Nitakusikiliza mwanangu. Kwani kunisikiliza? Usisahau kuniletea hata na dagaa zenyewe. Nipate wapi? Wakati siku wewe ndio umeniambia mwanangu sijui kubwa ndio hivyo kufuata na wanaume. Unaweza hata kusahau. Basi sawa. Sawa. Ila karanga hizo. Hai. Sasa nikwambie kitu. Ugali mimi nenda kuweka ndani. Na sehemu naondoka. Ila akija kaka mwambie ugali asili. Maana inawezekana akamaliza mboga yangu na jioni ukapika mboga majani ukatia. Sasa asile kivipi sasa wakati anapotoka na njaa? Baadaye tutaelewana. Ongeza na hizo. Zinanichosha. Kuna matatizo mimi karanga ndio maana niliamua kukupa zote. Ili ule tu faida. Sio maana sana kuweka kwenye mboga. Mimi nakula majani. Sasa mwanangu si nakuuliza mwanangu marakati gani, nani na karibu nani huyo mtu mtu gani mwanangu nipangilie basi mbona kama hivyo sasa. Wewe ndio